possibly to let us know what kind of a Labor Day they're expecting. Tricks, maybe just to give us an overview of where you are and what people are expecting today. Thank you very much, Michael. So we are in Westlands, Nairobi, whereby we have caught up with some traders just to see how they are, celebrating their Labor Day. They've braved the morning chill just to come out and take part in the economic or revenue generating activities. And for some, it's even a surprise. They didn't know that this is actually Labor Day. And it's a day that's meant to, celebrate the social, economic, gains that people have. But this, as you said earlier on, is a unique time because of the coronavirus. And obviously this has changed things in terms of how money is coming in, how they're able to work on a daily basis. So joining me are some of those traders, different, ways of making money. And of course, I'm just going to have them introduce themselves and then get into it. Tell me, tuanze na nani? Tuanze na wewe. Okay. Tuambie majina yako. Majina yangu naitwa Steven Wandere. Kutoka Kiambu pande ya Gathega. Unafanya kazi gani? Mimi ni conductor. Okay, kama conductor unaweza tuambia unasherehekea siku ya Labor Day? Hapa kuna sherehe iko hapa. Sisi tunang'aa tu tupate tu unga juu dunia imeharibika kabisa. Dunia imeharibika aje? Hii corona imetuletea mambo mengi sana, mambo mabaya si mazuri. Sasa hata sisi ile kitu tunaomba sana tuangaliliwe sana. Ni hii mambo ya matatu. Matatu tuletewe dawa ya kupuliza. Sasa hata sisi tunaogopa hii ugonjwa. Na mimi ukiniambia niende ninunue sanitizer 1000 hiyo wanauza, siwezi. Na naona ukifanya kwa kazi yako unashika pesa, unaongea na watu pia matatu, hata kama ni 1 meter, sijui mtabeba watu wangapi ndio mtengeneze pesa. Unaweza tuelezea ile risk mnaona mkiwa katika hali yenu ya kazi? Tuko na risk kubwa sana. Kwanza sana baada ya M-Pesa. Serikali ilisema watu watumie M-Pesa kulipa. Sasa unakuta mtu mwingine amekulipa na M-Pesa, tena analifasi hiyo pesa. Okay. Naona? Hiyo pesa sasa akilifasi kile unabeba na soma 8 akilifasi, mwingine alifasi ili mshahara yangu imeenda. Okay, sawa. Na katika hali naona uko na mask, mbona haujaivaa? Labda unaweza ivaa kujikinga na coronavirus, ama mbona hauvai ukiwa katika hali yako ya kazi? Naweza ivaa, hata nilikuwa nimeivaa. Ni juu sasa hii siwezi ongea sana nikiwa nayo. Wateja wenye wanakuja katika matatu zenu wamekuwa wamejikinga pia hao, kwa sababu hiyo matatu pia ni ndogo, especially ile ya 14 seater. Wote wamejikinga. Unajua sisi sana sisi wa Afrika tunakuwa na mambo tuguna tujuagi na ina gani. Kiabu ya mtu afaye hiyo mask inakuwa ni shida. Anakuambia ni yake. Ukiwa na sanitizer kadogo umwagilia anakuuliza hii ni nini buda. Sasa hiyo ndio magina mashida iko hapa. Juu hata sisi sijui nini naguanga mbaya. Okay, sasa unaweza taka serikali wasaidie aje katika kazi yenu kwa ufupi kabla niende mwenzako? Serikali kitu ya kwanza mafuta ituaguzia bado. Juu waliagusa sijui na shilingi 4. Bado haijapungua. Bado watu wanabeba na bei kali, wanaumia. Na sisi bado hata nikibeba na bei kali tunaumia. Juu mimi napata 200, 150. Mwenyewe gari ilikuwa napata giri 3. Siku hizi napata giri 1 ama 800. Okay. So imeharibu kazi na wakireduce ile price ya mafuta, then maisha itakuwa afadhali. Wananchi watakuwa at least kabla hii corona iishe. Asante sana. Na nitakuja kwako sasa, tuamze na majina na kazi ile unafanya. Kwa jina naitwa Peter Karanja. Peter Karanja, unafanya kazi gani? Mimi ni dereva. Wewe ni dereva. Unasherehekea Labor Day aje leo? Labor Day hata kama naselekea shida kubwa. Tuelezeni shida gani wewe umeona katika hii kazi yenu? Kwa wenye tunabeba wanararamikia juu ya mafuta. Sasa tukiomba serikali iaguze bei ya mafuta. Na ili watu waitikie kuingia makazini ama waelekee kazini kwao. Na kuna vitu vingi vimebadilika kwa sababu ya corona. Ile masaa mnafanya kazi si ile ya kitambo, na pia watu mnabeba ni wachache. Tuelezee wewe imekuaffect aje kama dereva? Of course kama mimi dereva huwa tunaangamia sana ama tunaumia sana. Sababu watu tunabeba wanga wanaramika juu ya mafuta, juu ya nauri ama juu ya pesa yenye tunawalipisha. Sasa ningeomba serikali at least ipunguze bei ya mafuta ili wenye wanaingia Nairobi waweze kuingia kwa urahisi bila tatizo lolote. Na kabla
hii corona yaanze kulikuwa na shida kadhaa mlikuwa mnapitia. Unaweza tuelezea alafu utuelezee vile corona sasa imeharibu kabisa? Hapo bereni kazi ilikuwa inafanyika vizuri. Sasa ile ilikuwa polisi nao walikuwa wanatusubua sana. Sasa usubuhu wa serikali tungeomba at least mwenye kukalia kiti ya president at least angalia watu wake ili tuache kulalamika na wenye tunabeba waache kulalamika. Na kwa upande wa kujiprotect, naona uko na mask hapo. Ni njia zingine gani mnatumia za kujikinga ndio msipate corona, na wateja wenu wanakubali kama ule mwenzako amesema kwamba hawataki kusanitize, hawataki kuvaa mask? Wewe kama dereva unafanya nini kujikinga? Asante sana. Kwa kujikinga natumia sanitizer kwa gari iko, natumia face mask ili niweze kujikinga nayo hiyo ugonjwa ya corona isiweze kuniingia. Na sasa hizi mnabeba watu wangapi kwa matatu, na unaweza tupatia ile tofauti ya pesa mnatengeneza kitambo na saa hii, kuna tofauti gani? Asante sana. Kwa saa hii pesa yenye tunapata ni kidogo sana, na wenye tunabeba wanadhirika juu ya pesa yenye tunabeba nayo. Juu tulikuwa tunabeba na 50, sasa hivi tunabeba na 100. Sasa kwa hiyo 100 wanalalamika. Sasa tukiomba serikali at least ipunguze hii bei ya mafuta ili tuweze kuwabeba na ile bei tulikuwa tunabeba na zamani. Na venye mmeongeza hivyo sasa hii ni double, inaweza kulingana na ile ya kitambo ukifanya fare ikuwe double na watu ni wachache, inasaidia? Hakuna usaidizi wowote. Juu watu wale tunabeba kwa saa hii ni wachache kuliko wenye tulikuwa tunabeba na beleni. Sasa hata kama unabeba na 100 unapata ile pesa ulikuwa unapata zamani ndio unapata hata kwa saa hii. Na ya mwisho kabisa, kuna miungano tofauti wa inasaidia wafanyakazi. Umeona kitu chochote kimefanyika kutokana na hii miungano ya tuseme kama KOTU, kama ile labda wewe uko kwa gani haswa na inakusaidiaje kama dereva wa matatu? Hebu kidogo rudi. Kuna miungano fulani za wafanyikazi ambayo huwa inasaidia watu kuangalilia maslahi yenye si serikali. Kwa mfano kuna KOTU ni ya wafanyikazi. Sasa wewe umeona tofauti yoyote imewekwa na miungano kama hii kusaidia wafanyikazi kama wewe? Hakunayo. Hakuna hata kidogo. Juu sasa hata kama iko labda inasaidia wenye magari, wenye sio madereva. Sasa hata sisi ndio tunafinyika. Unamkia asubuhi na mapema hiyo saa 11, alafu unapata ile pesa ulikuwa unapata hapo beleni sio ndio yenyewe unapata saa hii. Kwa hivyo sisi tunaadhirika. Asante sana Peter. Sasa nitapata maoni yako pia madam, unaweza songea karibu ndio tuweze kuongea. Unaweza anza na majina yako na ile kazi yenye unafanya. Mimi naitwa Neli. Na unafanya kazi gani Neli? Mjengo. So Neli, kama mtu ambaye anafanya kazi ya mjengo, unaweza tuelezea siku yako huanza vipi, alafu wewe huingia kazi na masaa kama hii ya corona umeathirika aje? Yes. Asubuhi nikiamka, naamka 4:30 ama 5. Nitayarisha watoto chakula, chai, lunch, alafu nimwachie. Ikifika masaa ya kukula watakula. Mimi mwenyewe naenda kazi ngumu. Itabidi nibebe chakula yangu kama sina pesa, kama niko na pesa niende ninunue. Yes. Sasa hiyo chakula unajitayarishia ni kuenda nayo. Na watoto je, sasa venye wako nyumbani, si ndio? Wanaendeleaje na masomo yao saa hizi? Saa hii masomo hakuna. Juu shule wamefunga. Sasa watoto hata ukimwambia soma kwa nyumba, anasoma lakini hajielewi vizuri. Yeah. So umetoka saa hizi ndio unaelekea kazini. Na siku yako huu unajua haswa utapata kazi ama ni kubahatisha tu, labda utapata labda hautapata? Ni kubahatisha tu, juu saa hii hakuna kazi. Makorola imeleta shida, watu watakangi kwa kazi. Sasa ukienda unabahatisha tu, kama unaweza fanya ama ukose, tena kesho
utarudi ujiangalie. Okay, so pale ambapo unafanya kazi ni mbali kidogo, kwa hivyo tutaendelea na wewe tujue baadaye vile unafanya kazi, ile kazi unafanya, na kama leo utabahatika kupata job, lakini kwa sasa nadhani tutakatishia hapo. Kuna wengine tutaweza kuongea na wao, unaweza kuja utuongeleshe kidogo. Asante sana Nelly. Unaweza anza na majina yako na kazi unafanya? Mimi naitwa Timothy Wanyonyi na nafanya kazi ya security. Okay, kama mtu wa security, ungesema uchumi wa Kenya kwa saa hizi leo kama Labor Day, wewe kama mfanyakazi unaona kama inakufaa ama haiko vizuri? Haiko vizuri kwa sababu niko kazi na kazi yetu hatuna hata hofu, tunaingia tu kila wakati na tuko na uchovu sana kwa sababu kila wakati tunafanya hiyo kazi na sasa mna uchovu na mngependa, yani ni shida zingine gani ambazo mnapitia haswa saa hizi vile kuna ugonjwa inaenea na mnahitaji kutumia mask, mnahitaji kukaa na umbali fulani na watu ambao wanakuja katika majengo ile mnalinda? Tuambie ile shida mnapitia. Ile shida tunapitia wakati mteja anakuja ama client anaingia, anataka ukue mbali na yeye, na wakati unaguza gari yake anakaa mkali na inafanya tunakuwa woga. Hata wakati huu hata ukisema mtu asema anakupea hata kitu hawezi akakupea kwa sababu anaona unaweza mpea corona. Anaona utamwambukiza corona. Kwa hivyo ungependa serikali ifanye nini ama makampuni yenye mnafanyia yafanye nini ili kuwawezesha kufanya kazi kirahisi zaidi? Inatakiwa watupe vifaa vya kutusaidia, tuwe na mask na tuwe na protective clothes zenye zinaweza kuwa zinatusaidia. Kando na hii mask ambayo umeivaa, umepewa na kampuni ama ni mtu mwenyewe kujitafutia? Hii ni mimi mwenyewe nimejitafutia na sio kampuni imenitafutia. Na sasa maisha inakuwa ngumu, hata unakuwa muoga, hata ukiona watu unataka usonge mbali, lakini inatakiwa ukue usaidie wale watu. Sawa. Shukran. Labda ya mwisho tu kwa maombi yako kwa serikali. Naomba serikali itusaidie kwa vifaa vyote ambavyo vitatusaidia ili tusipate hii shida yenye tuko nayo, na upande ya mshahara watuangalie. Asante sana. And that there you have it. Those are just the views of some of the people who work right around here at the junction in Westlands. I see one of the traders here. He said he's a conductor who wants to say some more. Kuna nini ungependa kuongeza? Kuna kitu nilikuwa nimesahau. Nilikuwa nataka kuongea mambo ya serikali. Baada ya corona imeng'ang'ana, lakini ingia gari pale nyingine haijang'ang'ana. Umesahau. Juu madawa ya sanitizer hawareti. Na ikiletwa iko na bei ya juu. Sasa ile kitu ningeomba watuletee dawa ya sanitizer ndio watu wasigojeke. Na kama hataweza warudisha pande nyingine, hata sako iko na pesa inaweza kuwa inanunua na mitungi. Kinunua na mitungi sisi tunawekewa asubuhi. Mimi kiniambia ninunue, nitaweka sabuni hapa na kaomo. Na itakusaidia. Alafu kuna jambo moja, mtu anapopata hiyo corona ni kwa gharama yake, ama akienda quarantine ni kwa gharama yake, lazima atoe pesa alipie, ama akitaka kupimwa lazima atoe pesa labda 10,000 kuendelea. Wewe unaonaje? Hapo watusaidie hata kidogo. Mimi kiniambia nitoe 10,000 siwezi pata. Kwa hivyo nikikojoka nikufa nitakufa tu. Sawa. Sasa ile kitu iko watusaidie hata hiyo mashine wakuja watupime. Kama mimi jana tulikutana na mtu mwingine nilibeba, alikuwa na hiyo kitu ya kupima na akatupima. Kirafiki tu juu alikuwa customer. Lakini sasa ile kitu iko serikali kama itaweza kuleta hiyo mashine, ilete dawa ili tuweze kujisaidia. Asante sana. Thank you very much to all the traders who have actually spoke to us. It was quite a bit of a hassle to get them because they're trying their best to make a living, and these are quite some of the busier hours where people are going to work and they're trying to grab them. But then we're going to trail Nelly to her construction site and see what her day is like, and hopefully we'll be able to get you some very interesting images in a few. But for now, back to you, Michael. Thank you very much, Trix. And of course, talking to different people as
we have Labor Day today, but a day that we cannot really call it a celebration. Let's just say that it is Labor Day that is going to be different, that is unique, and listening to those different professions and workers, of course, not much hope being given to them, but they are